Tuombe. Yesu, asante. Rafiki yangu Mtanzania mwenye umri mkubwa, nina imani amelala katika tumaini lako. Sisi sasa tulio ndani ya hii ibada, kila mmoja unajua mzigo wa uzito alionao moyoni mwake. Na kiukweli Yesu, tuna matatizo mengi yanayotutesa na kutunyima raha. Lakini wewe ni Mungu sasa unayechungulia ndani ya moyo wa kila mmoja. Ninakuomba leo hii, sisi sote tuliokuwako hapa, hofu na mashaka zetu tumezisalimisha mikononi mwako. Maana tumegundua ufumbuzi wa maisha yetu uko kwako. Haijalishi ukubwa wa changamoto tulizo nazo, bado Baba mpendwa unayetusamini na kutujali, una uwezo wa kutenda makubwa katika changamoto tulizo nazo. Yesu, ibada ya leo na kuomba isiwe ya mazoea. Ibada ya leo ikawe maalum, ikanyanyue hisia mpya, ikatupe nguvu tofauti, tukatakaswe na kusafishwa, na tunaposimama kutawanyika tutoke tukiwa pamoja nawe. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Waliokuwepo mchana siku ya Jumamosi iliyopita, nilimzungumza kidogo Mariamu wa Magdalena, na leo nimege vitu vichache tuhitimishe somo na hatutachukua muda mrefu. Niliwahadisia kwamba Mariamu Magdalena alikamatwa akiwa wa mnyama. Alitembezwa, kama ingalikuwa ni Dodomakati, alitembezwa hii Dodomakati akiwa hana nguo. Na ukumbuke kabisa anatembezwa eneo ambalo kaka yake Lazaro anaishi hapo, dada yake Martha anaishi hapo. Hivi wewe ukubaliani na mimi kwamba alikuwa na mjomba wake, shangazi, binamu? Na mnajua kabisa Simoni mkoma aliyeponywa alikuwa ni mjomba wa Mariamu wa Magdala. Kwa hiyo anatembezwa sehemu ya kwao, anaaibishwa na kufedheheshwa akiwa uchi, na mbaya zaidi anapelekwa kwa Yesu ambaye ni rafiki kipenzi wa kaka yake. Na niliwaambia mliokuwepo hapa, Mariamu alikuwa akiendesha nyimbo za ibada Yesu akiwa nyumbani kwao, na sasa anapelekwa uchi. Na juzi wakati tunajifunza tuliishia sehemu Yesu amemwambia hivi, umesamehewa, usitende dhambi tena, ondoka. Mimi nikajiuliza, ningalikuwa mimi Mariamu, ningeondokaje? Niko sina nguo hata hii, naamka kwa Yesu, naondoka, napita njia gani? Na jamii yote ya Dodomakati yote imesikia taarifa zangu na wameniona nikiwa nadhalilishwa, na Yesu ananiambia hivi, nimekusamehe, ondoka. Hivi aibu hiyo aibu, acha dhambi niliyoifanya, ila nazungumzia aibu. Nasikiliza, nimesamehewa dhambi sawa, nimekubalika mbele za Mungu sawa, sina hatia mbele za Mungu sawa, lakini ninaporudi binadamu wenzangu watanionaje? Watanichukuliaje? Watanisemaje? Mariamu, ukisoma kitabu kinaitwa At the Feet of Jesus, kimeandikwa na Doc Batchelor, Mariamu alipotoka pale ilibidi aondoke kwenda Magdala, hakurudi tena hapo Yerusalemu. Na ninahisi, hii sijasoma sehemu, Yesu alivyokuwa akivaa, alikuwa anavaa kanzu, alafu kitambaa kingine kinakunjwa vizuri kilikuwa kinakaa hapa hivi kwa Yesu. Nahisi, nimesema sijasoma sehemu, usiniulize tukitoka hapa. Yesu labda alitoa akamwambia mama jistiri. Mariamu alivyorudi Magdala akasema moyoni mwake, sitatenda dhambi tena. Ilipopita wiki moja, mteja akaja. Niliwaambia kazi yake ilikuwa haleluya. Mteja akaja na hela nzuri. Mariamu yuko dilema, bilioni 10 Yesu, angalia 10 Yesu, na amekaa wiki zima afanye kazi, manake hana nini? Hana pesa. Mariamu akasema Yesu, namalizia ya mwisho. Akafanya, akaanguka. Na ukumbuke Yesu alimwambia hivi, usitende dhambi tena. Lakini kitu kilichokuwa special kwa Mariamu, mara baada ya kutenda dhambi alijisikia kitu ambacho alikuwa hajisikiagi zamani. Moyo uliumia, akaanza kulia, akaingia chumbani kwake ndani, akazima, akalia. Ni kilimfanya alie kwa sababu tangu Yesu alipomwambia ondoka, usitende dhambi tena, Roho Mtakatifu akafanya makazi ndani ya Mariamu. Mariamu anapoanguka, Roho anamsuta
kumwita na kumsema, na Mariamu anaona ubaya wa dhambi, akiwa ndani peke yake analia, akaanguka chini akasema, Yesu nisamehe. Hivi mnajua mliokaa hapa, kuna dhambi uaga uachi ila unapumzika. Hapa tuliokaa hapa, kuna dhambi fulani uachagi ila unapumzika. Yaani kuna wakati unapanga hadi mikakati, pepo shindwa, hii safari inaanza, hizi siku 10 za maombi hizi, utanijua mimi ni nani shetani. Ngoja ziishe, ukae wiki hii, utakuta tena ombi lako limeanza, Baba hakuna kama wewe ulisema njoni kwangu ninyi nyote. Ipo, nisikilize vizuri. Kusamehewa dhambi ni kuzuri, lakini ili kukamilika, Mungu hakufanyii muujiza wa kukuumba kuwa mpya, ila anakufanyia exercise ya kuwa mpya. Nisikilize uliokuwepo hapa, jaribu linalokuangusha halitakoma mpaka siku umelishinda. Maana lengo la Mungu ni wewe uumbwe upya. Ili akuumbe upya ni lazima aruhusu udhaifu wako. Wewe angalia juma hili tunalomaliza leo, kama ulianza kuamka kikweli moyoni ukasema sasa namtafuta Yesu, zile dhambi zako unazozifanya zilianza kuja spidi. Kuna binti uliachana naye mwaka wa 2 chuo, hakukutafuta wiki. Jackson mambo. WhatsApp hiyo nayo kadibu poa. Tangu oe ndo atusalimiani. Nayo najibu bwana tupo tu. Nimekuja niko Dodoma, nitaondoka kesho kutwa. Alafu unakuta naanza basi fresh nitakucheki. Ukishakata ile simu, Yesu na shetani wanaanza kushindana. Roho anakuambia, ulisemaje siku 10 za maombi? Huu ndio mwaka wa kuamka na kusimama kiroho. Alafu Lucifer anakuambia, acha upumbavu, kamalizia ya mwisho. Ndicho anakutana nacho. Naogopa sana, niseme mbele yenu, naogopa sana. Kila unapoitenda dhambi usioishinda, kila unapoitenda itafikia point Roho atanyamaza. Na akinyamaza inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Mariamu kukosea hakuona tatizo, lakini alivyoona wito wa Roho Mtakatifu moyoni mwake alilia. Alafu angalia alichokifanya, akauza kila kitu. Aliuza nyumba, kila kitu alikiuza. Alafu angalia hela aliyoipata, akaenda dukani kununua mafuta ya kumpaka Yesu. Anatoka Magdala anarudi Yerusalemu. Mariamu ni maskini, lakini angalia moyo wake, kauza vyote alivyo navyo, anampa Yesu. Alafu anasikia kwamba Yesu yuko kwa mjomba wako Simoni na dada yako Martha yuko huko chakula. Hivi tuseme ukweli, ungalikuwa wewe ungeenda kwenye mji uliotembezwa uchi? Alafu unaenda, unajua ulikuwa ukimkaribisha Yesu, yani ukimwambia tu Yesu karibu nyumbani, umekaribisha watu 13. Wanafunzi 12 jumlisha Yesu. Na Petro anageukia wapambe wake, oya, leo kwa Simoni mwanangu twenzetu. Petro anachukua rafiki zake 2, Yohana 1. Kwa hiyo ulikuwa ukialika Yesu almost ni watu 50 kwenda juu. Na wale wote walioalikwa wamekaa kwa Simoni, wote waliokaa kwa Simoni wanajua, na wengine walimuona Mariamu akitembezwa uchi. Hivi ungalikuwa wewe ungeenda? Una mwanakwaya mmoja, wanakwaya, Bwana Yesu asifiwe, mnalo leo una mwanakwaya mmoja alienda kurekodi. Sasa kwenye studio anaimba, yule producer sijui ndo anaitwa hivyo, akamwambia mwalimu wa kwaya, bwana huyu dada hafai, sauti yake mbovu. Sasa mwalimu anajiuliza, namtoaje? Na tumepiga naye zoezi na kabeba visheti. So unajua mkienda kwa rekodi mnabebaga visheti, ndizi za kula. Hivi mwambiaje sauti yako hatuitaki? Sasa wakakaa kule ndani wana discuss. Producer akamwambia, sasa sikiliza, huyu tumtengee maiki ya peke yake, alafu nenda kamsifie. Mwalimu akatoka hapo akaenda kwa yule binti. Anambia, ai Lozi, sauti yako inamkuna sana huko jamaa. We mtoto una sauti. Lozi anasema, wewe kweli? Anambia, I say, sasa tunaitaka sauti yako peke yako, tujazie. Unaona hii maiki, kaa peke yako. Lozi akaona duniani hakuna muimbaji kama yeye. Lozi akasogea kaekewa maiki. Basi kule alivyosema 1 2 3, Lozi mpaka unajua ile mishipa ya huko kumbe maskini ya Mungu imezimwa. Ila dada yuko kaka
anakazana, anajua hapa mimi ndo nimebeba jahazi, hakuna kama nani. Sasa kwa sababu yuko peke yake na kasifiwa, anatumia nguvu nyingi, njaa ikaanza kuuma. Anaanza kumwambia mwalimu, hizi nyimbo mbili zilizobaki tukale kwanza ndo tuje tumalizie. Mwalimu anambia sikiliza, tumalizieni, tukila tumekula. Yule dada akaanza kuja juu. Na ukumbuke anajijua kabisa yeye ndo anajazia. Hakuna mwenye sauti kama ya nani. Anaanza kumwambia mwalimu, bana kama ndio hivyo mimi simbi. Nikale ndio nije nifanyaje? Sasa mwalimu naye binadamu akakasirika. Akamwambia nenda babu wewe, kwanza ndo maana tulikuzimia. Yule dada siku mimi namtembelea ananiambia hivi, pastor, siwezi kurudi. Naambia kwa nini? Walichonifanyia kwaya, aibu hii nitaiweka wapi? Hivi aibu ya kuzimiwa maiki na ya kutembezwa uchi wa mnyama, ipi aibu kubwa? Lakini mwangalieni Mariamu, anaachana na aibu, ana mafuta yake ya thamani, anaingia kwa mjomba wake. Na unajua Wayahudi walikuwa wakikaa wanakaa hivi, Yesu anakuwa katikati, alafu maduala yanafata. Mariamu anaingia ndani ya watu waliouona utupu wake akiwa na mafuta yake, na mstari wa kwanza anawagusa, anambia wewe nani, naomba nipite, nataka nisogee hapo kwa Yesu, nipishe nani, mpaka anafika. Wakati anapita mstari wa kwanza ameupita, watu wanasema oho, shida imeingia. Mpaka alipo Yesu, alafu anakaa miguuni pa nani? Unajua kwa Wayahudi mila ya Kiyahudi, mtoto wa kike akifungua nywele, akizifungua nywele zake akazitikisa hivi, anamwambia mume wake twende wapi? Ni Kiswahili hiki bwana, na mambo hayasemeki. Wayahudi mwanamke kama amezibana nywele zake, akizifungua akazimwaga zikatapakaa, maana yake anaambia mume wake niko tayari, twende tukaimbe kwaya ya watu wangapi? Amani, Bwana Yesu asifiwe. Hivi mmenielewa? Wasabato mnaelewa mambo ya ovyo. Kwa hiyo wakati Mariamu yuko chini miguuni pa Yesu, kakaa chini kwenye miguu ya Yesu, analia, machozi yanamtoka, anafungua nywele zake, anatikisa. Jamaa walikuwa pale wanasema Yesu, na wanamjua ni malaya. Na Simoni alishindwa kuvumilia, hakuongea kwa sauti, aliongea moyoni, akasema laiti Yesu angalimjua mwanamke huyu, maana anafanya vitendo vya kimalaya. Na kwa Wayahudi walipokuwepo watoto wa kiume, wa kike hawakiwi. Martha yuko jikoni pale, katika wote waliokaa wanaume tupu. Ina maana kundi zima la wanaume pale wanamwangalia Mariamu, hawamuelewi. Wanasema huyu dada yukoje? Mbona huyu dada anatuaibisha? Huyu dada na nataka nikwambie, na kaka yake Lazaro alikuwepo. Na Lazaro hakumuona uchi wa dada yake, lakini alipewa taarifa. Na kwa mara ya kwanza wanakutana hapo, Lazaro ana visasi vyake moyoni, kwamba siku nikionana na Mariamu nitamwambia ukweli kwamba ametuaibisha. Alafu anaonana na Mariamu, alafu wanapomwangalia Yesu, hivi Yesu atafanya nini? Yesu katulia kimya. Wanaojadili wakaanza, mmeona? Chezea binti akikuchezea miguu wewe. Yesu mwenyewe kaelewa, katulia kimya. Lakini angalia Yesu akiwa amekaa pale, akiuangalia moyo wa Mariamu, akaangalia na moyo wa Simoni aliyemkaribisha, anaona moyo wa Mariamu umetoa vyote alivyo navyo na amempatia Yesu. Nisikilize vizuri. Kuna wakati watu wanaishi na historia ya mazoea ya tamaduni zao. Yesu hana habari na tamaduni, ana habari na moyo wako. Wakati watu wanamjadili vibaya, focus ya Mariamu iko hapa, it doesn't matter. Focus yangu ni Yesu. Niseme unavyonisema, ila kwa Yesu unitoi. Lakini leo hii kuna watu wanasusa kwa mambo ya kipumbavu, ya kijinga kabisa, anasusa. Kama ndio hivyo Dodoma Kati, hapana, si sali tena. Kisa nini? Kwenye msiba wangu walikuja 8. Mwingine analalamika kabisa, mimi Dodoma hapana, wamenifanyia sio kitu kizuri. Mbona mama nani alizaa walimtangaza, mimi nilivyozaa walitangaza? Na ulivyokuwa unatafuta ulituambia tukutangaze.
yani vitu vya kizembe kabisa. Uko tayari kuacha ufalme wa mbinguni kwa vitu ambavyo mimi huaga na viita nonsense. Yani hiyo Dodoma Kati mfano. Nini hizo tabia hamna na wala hamko hivyo. Maana mchana kuna kula hapa. Mariamu anayemwangalia ni Yesu, hana mwingine. Na Yesu anapoangalia moyo wa Mariamu, tofauti na binadamu wanapomwangalia matendo ya Mariamu. Mariamu amefungua nywele, maskini, ni tendo la kimalaya. Mama yangu we, anampiga mabusu kwenye miguu. Yesu kwisha. Lakini Yesu anapoangalia moyo wa Mariamu, anamuona Mariamu aliyepondeka na dhambi, aliyeumia nafsini mwake, aliyefanya toba na ameakila kitu chake akiweka miguuni pa Yesu. Ndipo Yesu provide solution. Acha hiyo. Martha alimwalika Yesu nyumbani. Mariamu tena anaenda na haoni. Hivi nikuulize, wewe una aibu gani leo ya kukukosesha kwenda kwa Bwana? Nikiwa kijana mdogo, jamani mimi bado kijana, ila kila mtu ana enzi zake kwa hiyo usianze nikiwa kijana mdogo, mbona wewe bado ni mdogo. Nikiwa kijana, mama yangu mzazi alimchukua mdogo wake ambaye jueni mdogo wake, maana nikimuelezea hapa paka utashinda kufika nakotaka. Akawa anaishi naye nyumbani. Alafu yule mdogo wake alikuwa na mahusiano na tajiri mmoja miaka hiyo, gari zilikuwa chai maharage, alikuwa na gari hizi na nyumba moja, na yule jamaa alikuwa tajiri sana. Sasa huyu mamdogo na yule tajiri wakaingia kwenye uhusiano, na yule tajiri alikuwa na wake hawa. Wale wake wawili wakakaa. Kumbe bwana, matatizo yakitokea hata wake wenza wanajadili pamoja. Wakaambiana, tumeingiliwa, tunamfanyaje huyu ili tumkomeshe? Sasa mimi bila kujua namuona mtoto wao yuko mbali na nyumbani, nikambeba mtoto wao nikamrudisha nyumbani. Wao kumbe ile wakaipata sababu. Alivyorudi mme wao jioni akamwambia, baba nani? Peter unamfahamu? Amemlawiti mtoto wetu. Yule baba alikuja, na unajua mimi najua yule baba na mamdogo wana uhusiano, na alikuwa mjanja, akija mkate maziwa ya unga. Na mimi nilikuwa nayapenda kweli. Kwa nikisikia tu sauti yake namkimbilia. Maana najua sikopo la maziwa ya nini na mkate. Sasa alipogonga, niliposikia tu sauti yake, nikawahi mkate. Nilivyofungua ule mlango, yule baba fundi alinchota mtama. Tangu nimetoka tumboni mwa mama yangu sija experience mwingine kama ule. Alinibeba mtama mmoja makini. Sasa mama yangu alikuwa ni mwanamke mwenye nguvu za kiume. Alipoona nimebebwa mtama, naye alimlukia yule baba, purukushani zikaanza. Baadaye wameamliziwa, anaulizwa yule mzee, shida nini? Yule mzee anasema, mwanao amemlawiti mwanangu. Unajua wote sasa wakanigeukia mimi, mama yangu mzazi, yule baba, mamdogo, nilipigwa mimi. Halafu lililoniumiza zaidi, mtaa mzima ukinaambiana, huyu ndio Peter mnanili. Kuna maneno ya Kiswahili hayasemeki. Huyu ndio Peter mnanili. Kama kuna aibu nilitamani kufa, ilikuwa hiyo maishani mwangu. Lakini nataka nikwambie hivi, ukiwa na focus ya uzima wa milele, hakuna aibu ya kuvunja wigo wako na Yesu. Na ndio maana ninahisi Mariamu alikuwa na spiriti ya fungu letu kula leo. Ukisoma Biblia ambayo sio Kiswahili cha kisasa 7:27 inasema hivi, nitasoma na Kiswahili cha kisasa, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Pindi Mariamu alipogundua maisha yangu ya sasa ni ya muda mfupi, lakini kwa Yesu nina maisha ya milele, moyoni mwake akasema hivi, haijalishi jamii itasemaje, haijalishi watu watanionaje, focus yangu ni uzima wa milele. Na Mariamu anafananishwa Meshaki, Yeshaki na Abednego. Wanaitwa, wanatishiwa, eti Nebukadneza anawatishia, anawaambia hivi,
kama mtaabudu sawa, msipoabudu hili sanamu langu, nataka nione huyo Mungu wenu atakayewaokoa katika mkono wangu. Nebukadneza anasahau kitabu cha hiyo kitabu cha Danieli, anasahau pumzi ya uhai ya Nebukadneza, pumzi ya uhai ya Meshaki, Shadraka na Abednego, zote ziko mikononi mwa Mungu. Yeye anajua ana mamlaka na uhai wa Meshaki, Shadraka na Abednego, lakini Meshaki, Shadraka na Abednego hawaangalii uhai walionao, wanaangalia yajayo, maana yajayo yanafurahisha. Wanamwambia Nebukadneza hivi, fanya unalolitaka, lakini lengo na goli tulilonalo lina maana kubwa sana kuliko malengo ya sasa unaotulazimisha tufanye. Na Nebukadneza anakasirika, anaambia sasa nitawaonyesha mimi ni nani, chocheeni tanuri mara 7 zaidi. Wale vijana hata hawana pressure, na bora mimi na wewe tunajua hawakuungua. Wao walikuwa wafanye nini? Kwa nini hawa vijana hawana uoga? Kwa sababu wanajua maisha ya sasa ni ya kupita. 7:27 inasema hivi, uko ufalme wa milele ambao hauna mwisho. Afu muangalie Mungu, na nikwambie uliokuwepo hapa, moto hauui, ajali haiui. Mwenye kuruhusu wewe ufe ni Baba yetu wa mbinguni. Mwandishi mmoja wa watoto anasema hivi, wakati Meshaki, Shadraka na Abednego wanataka waingizwe katika tanuri, Mungu Baba kule mbinguni aliuliza, nani atawawahi kuwaokoa? Raufi wakajibu haraka, Baba sisi, tupe dakika hii. Mungu akaambia, mtakuwa mmechelewa. Nimesema ni kisa cha watoto. Akawageukia makerubi sekunde hii. Baba akamwambia, mtakuwa mmechelewa. Akamgeukia Yesu. Na hisi sio kweli, wakati anamgeukia Yesu, Yesu alikuwa amekaa kwenye kiti na miguu ameweka juu ya meza, na pembeni kuna jagi la juisi ya parachichi, na ameshika glasi anakunywa. Na hisi sio kweli. Alafu Baba anamwambia Yesu, mwanangu, utatumia muda gani? Yesu anamjibu hivi, Baba, hivi ninavyoongea na wewe niko kwenye ziwa la moto. Haya yote Meshaki, Shadraka na Abednego hawayajui. Hebu mwangalieni Mungu alivyofundi. Walioingizwa kwenye moto hawajafa, waliowasukuma wenzao kwenye moto wako nje, walikufa. Halo, hivi inayoua nini? Moto, Mungu. Na nilipenda eti Mungu alifanya vile ili aokoe roho Nebukadneza. Mungu anataka kumpa somo Nebukadneza. Sikiliza, uhai wa wanadamu uko mikononi mwangu. Vyote vinavyoua ni kwa sababu mimi Mungu niliviruhusu, na huyu mimi nikisema no. Kwa hiyo Nebukadneza, askari wenye nguvu wanawasukuma watu kwenye tanuri, wa kwanza mpaka wote, wao nje wanakufa. Alafu siku moja Mungu akinibariki nikirudi hapa nitawahubiri hawa waliokufa. Kuna kitu cha kujifunza kwao. Maana mimi wakati najifunza hichi kisa nikasema, mbona Mungu hayuko fair? Hawa askari wametumwa, kosa lao ni lipi? Kwa nini asingalikufa Nebukadneza? Kwa nini wafe hawa askari? Lakini tuliacha hilo. Kuna siku walioingizwa ndani ya moto baada ya kufa wanapiga story. Wako wangapi? Mimi sijui walikuwa wanaongea nini, ila namuombaga Mungu ikimpendeza siku anionyeshe kwa njozi nijue stories zilikuwa zipi. Ila nahisi tu Shadraka anamwambia, mzee ndo wewe? Ambia ndo mimi. Wewe mwanaume, moto uunguzi. Wako wanapiga story. Nebukadneza anavyoangalia ndani ya moto, watu wamerelax, maisha yanaendelea, wanapiga story na Yesu. Na mimi nataka niwaambie, ningekuwa mimi ndo niko kwenye moto, hata angetuita Nebukadneza nisingetoka ngo. Mimi niachane na Yesu ndani huko, natoka kufuata nini huko? Angeita tu, nyie Meshaki, anambia ngo. Na baki zangu ndani nimetulia. Nebukadneza anapoangalia watu wako kwenye moto, walikuwa watatu, sasa wako 4. Moyoni mwake akasema hivi, hawa wakitoka hawa, kazi ninayo. Usalama wangu ni waite mwenye mapema. Na unafikiri aliwaita kwa ubabe? Nani? Meshaki baba? Nani? Meshaki? Nimepitiwa. Abednego kijana wangu.
Njoni tuyamalize. Ningekuwa mimi, hata kama ningetoka, Nebukadneza angenijua ni nani. Yaani kutoka mbele yake naambia unasemaje? Ningemuonyesha hajue mimi ni nani. Na vijana wanapotoka nje hivi ninavyoongea na wewe, miongoni mwa watu tutakaokuwa nao mbinguni ni Nebukadneza. Nikuulize hili swali, ikiwa Meshaki, Shadraka na Abednego walipoyaangalia yajayo yanafurahisha, wakawa tayari kusacrifice maisha yao. Yaani ukiwaangalia vijana walisema hivi, ikiwa Mungu atatuokoa tusife kifo cha sasa, sawa. Akiamua tufe, sawa. Kwa nini? Yajayo yanafurahisha kuliko tulionayo sasa. Danieli anapelekwa akatumbukizwa kwenye shimo la simba. Yuko njiani anatembea, baba wa watu anasema, Mungu, mimi nimeshaweka maisha yangu mikononi mwako. Hajui kinachoendelea. Wakati yeye anatembea kwenda, eti Mungu mbinguni anatuma malaika chini ya shimo. Na mchungaji mmoja nampenda sana, yuko NGBF, anaitwa Pastor Sadoki. Alielezea kisa, alinikuna sana. Anasema eti malaika alivyoingia kule shimoni, akawaambia wale simba, Simba sema, ndio mzee, sikilizeni. Kuna zaka itaingia humu. Na zaka ya Bwana ifanye nini? Nyinyi wa Sabato niwaambieni, kama kuna watu tuna raha, ni sisi tunaomjua Mungu. Kuna hofu ya maisha. Yaani hata sasa ukifa, yaani mimi nasema mbele yenu, kama kuna kitu na enjoy na nitaenjoy, siku baba ananiambia, Peter, imetosha, pumzika mwanangu. Na kama Mungu bado ana mission na maisha yako, haijalishi changamoto, aibu, fedhea, mabaya yoyote ulionayo, bado baba ataintervene kwenye mambo yako. Danieli hajui, yuko njiani, haelewi nini kitatokea. Kumbe simba ndani wanaambiwa, na simba kiongozi anasisitizwa, wahimize wenzio, inayoingia ni nini? Alafu malaika anamalizia kuambia, ila kesho asubuhi itaingia sadaka. Hiyo faneni nini? Danieli anafika kwenye shimo, anasukumwa na hisi. Danieli anaanguka chini, pap, kafumba macho, anatetemeka, hajui simba wanaanzia kumla wapi. Lakini moyoni mwake Danieli anasema hivi, yajayo yanafurahisha. Acha ya sasa yatimie, wacha nife, lakini lijalo ni bora la maana kuliko la sasa hivi. Kafumba macho na simba hawana mpango. Lile simba kiongozi linawahimiza wenzie tu, tuliambiwa hiyo ni nini? Wanaitikia zaka. Kesho asubuhi kuna nini? Sadaka. Tuvumilieni. Kijana wa watu wanafumbua macho, simba hawana mpango. Na hisi, sina uhakika na hisi, labda hata aliwatishia na simba hawana mpango. Kama kuna mtu alienjoy usingizi huo ni yeye. Umewahi kulala wewe kwa simba akiema anakubembeleza? Yaani umelala ni hivi, kitanda chako kinafanya hivyo? Au ukilala unasema kocho, mama nani, ngoja subiri urekebishe nini? Chaga. Na asubuhi na mapema Biblia yangu inaniambia hivi, mfalme alipokuja ndio anamuuliza, Danieli, vipi? Mungu wako alikuokoa? Danieli ndo anatoa ripoti, anaambia bwana, kumbe jana tukiwa njiani alituma malaika wake. Danieli anatolewa akiwa mzima. Wale wengine walifika chini? Walifika chini? Nikuulize, uliokuepo hapa, una hofu na nini? Nini kinakutishia? Kipi kinakunyima la? Ni fedhea gani inayokuaibisha? Waache watu waseme ulitiwa mimba, wewe si mwanamke wa thamani. Yesu anachokiona ndani yako sicho tunachokiona sisi. Waache watu wakuseme, wameumbwa hivyo, binadamu walivyo. Fanya jema baya, tutakusema na hatutakoma. Lolote ukifanya tutakusema. Ukipigwa mimba tutasema. Ukiwa mwaminifu hujapigwa mimba tutasema. Huyu binti miaka inaenda, haolewi, huu mwaka ana miaka 27 huyu, tumuombe. Binadamu akiacha kusema kafa. Yaani ukimwona binadamu kakoma kusema, amekufa. Na mimi namuombaga Mungu, saidia mdomo wangu useme mambo ya maana. Maana kazi ya mdomo ni hizi, kusema kidogo na kula sana. Bwana Yesu asifiwe. Niwatie moyo mliokuepo hapa, haipo fedhea ya kuharibu uhusiano wako na Mungu. Ila kama akilini mwako utasema hivi,
maisha yangu ya sasa hayana maana kama yale yajayo. Lolote utakalokutana nalo sasa halitaharibu mipango yako ijayo. Na shetani hivyo, kila unavyosogea karibu na Mungu atakufanyia mengi. Na Baba yetu wa mbinguni anatuahidi, anasema hivi, Pastor Peter, sitaruhusu jaribu lililo nje ya uwezo wako. Alafu ananinong'oneza, na hata hivyo hayo nitakayo yaruhusu nimeweka mlango wa kutokea. Why are you worried? Unaogopa nini? Mimi niwatie moyo mabinti, vijana, wakina mama, waacheni binadamu waseme, lakini focus na ufalme wa mbinguni. Na kuna kitu cha thamani ni hicho. Na ndio maana Meshaki, mwangalieni Mariamu wa Magdala, nitamsema vizuri mchana, alipogundua thamani ya uzima wa milele, akasahau aibu na fedheha aliyopewa yeye aliyokuwa anamwangalia ni Yesu maishani mwake. Kaka yangu amelala mauti hivi sasa. Nilikuwa nikimhubiri sana habari za Yesu, alikuwa anakataa. Sisi ukoo mzima mpaka sasa wa Sabato tuko watatu, ukoo mzima mimi, baba yangu na ndugu yangu mmoja, mdogo wangu wa mwisho. Huyu kaka yangu nilikuwa nikimhubiri, ananiambia kweli, huu ndio ukweli Peter, na nimekubali, ila nakuahidi nitabatizwa. Akapata shida ya ini na figo. Nikiwa nimekuja likizo kutoka chuo, alikuwa anafanya biashara kuchukua mahindi huku analeta Dar es Salaam. Nikamtembelea kumuona yuko hoi. Bora mdogo wangu umefika, wewe ndiye naye kuamini. Chukua milioni zangu kadhaa hizi, nenda Dodoma kanifungie mzigo wangu niletee. Kabla niliposikia tatizo la ini, nikasema hapa ni Mungu tu. Nikamwambia kaka, unakumbuka habari za yule Yesu niliyekuambia? Akaniambia nakumbuka. Unaonaje huu ukawa muda mwafaka wa kusalimisha maisha yako kwake? Yule kakangu aliniambia hivi, na kuahidi mbele ya Mungu, nenda Dodoma nichukulie mahindi, ukirudi hapa tunaenda kanisani kubatizwa. Nikamwambia kaka, ubatizo sio issue sana, issue ni maisha yako kuyasalimisha kwa Yesu. Akaniambia dogo, kimbia kwanza kwenye mahindi, ukija tutafanya. Nikiwa niko kwenye basi njiani, napigiwa simu, amelala mauti. Kaka yangu, kama kuna historia ambayo siipendi, ni ile siku tutakapokuwa tumeshuka kutoka mbinguni, tumekuja hapa duniani tukiwa ndani ya Yerusalemu. Maana tukiwa ndani ya Yerusalemu wale wote wa dhambi waliokuwa nje watafufuliwa na tutawaona. Leo hii najiuliza, hivi nikimuona kaka yangu yuko nje anasubiri moto wa milele, mimi niko ndani, nitajisikiaje? Mimi mama yangu mzazi amelala mauti akiwa hajamjua Yesu. Mpaka sasa sijui mama yangu amelala kwenye tumaini gani. Lakini siku zinakuja ambayo ni siku tutakayoagana milele. Yaani walio ndani ya Yerusalemu watawaaga walio nje ya Yerusalemu milele zote, na hawatawaona tena maishani mwao. Hivi wewe na mimi tuliokuepo hapa, kwa nini tusitumie hii fursa tuwepo ndani ya Yerusalemu? Na Yesu ameahidi, na ninashukuru sana hiyo ofa aliyoahidi. Alisema hivi, nitawafuta machozi. Maana yake atatupa uwezo wa kusustain huo uchungu. Maana mke na mume wataagana milele, baba na mtoto wataagana milele. Lakini sasa hivi tuko hai hapa, tumekaa na unanisikia. Yesu anahitaji wewe uwe ndani ya Yerusalemu. Yesu anahitaji wewe uokolewe. Na nisikilize Mkristo mwenzangu, hatuna nafasi ya kuokolewa baadaye. Hatuna hazina ya kuinvest kwa Yesu. Yesu asubiri kesho. Yesu anataka sasa hivi. Hapo Yesu anahitaji maisha yako. Kama akili yako itagundua yajayo yana thamani kuliko tulionayo sasa, huu ndo wakati mwafaka na sisi kutokuona yote wanayoyasema watu, kujitoa kwa Yesu kwa uaminifu. Na wimbo namba 15 na upenda. Na leo natamani tuwe na ombi special. Kama kuna mtu miongoni mwetu ana mzigo, tukiwa tumekaa, wafedhea unaomkatisha tamaa, na ndani ya moyo wake anasema hapana, sasa Yesu fanya kitu maishani mwangu. Wakati tunaimba tumekaa, utasimama rafiki yangu, kisha mimi nitaomba kwa ajili yako. Na mimi ombi langu nalomuomba Mungu, wote tuliokuwepo hapa ndani kanisani na waliokuwepo nje,
tuwepo mbinguni Yesu ajapo mara ya pili. Na sehemu kubwa ambayo najua nitakuona kwenye mti ule tulousema jana, wa uzima na kuponya mataifa. Najua hapo nitakukuta tu. Mti wenye matunda 10 na ngapi? Tawili parachichi, tawili tikiti maji. Nitakuwa sichezi mbali na hilo eneo, kwa sababu kula ni lazima, sio kwa ajili ya njaa. Najua nitakuona pale. Natamani nisaidie na Mungu akusaidie, siku 10 hizi za maombi zikaeke alama tutakayokumbushana tukiwa mbinguni. Nitafurahi sana kumuona mtu mmoja miongoni mwetu hapa akisema, Pastor, thank God kwa ajili ya lile tukio ambalo tulikaa pamoja. Mungu alifanya kitu kipya maishani mwangu. Nikusisitizie, sione aibu kusimama mbele za Bwana, hata kama watu watakusemaje, maana yajayo yanafurahisha. Wimbo namba 15. Baada ya huo wimbo nitaomba. Kiongozi, unaweza kutuongoza ukiwa sawa, unaweza kuja kutuongoza nena rohoni. Wimbo namba 15. Nena roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke, fungua moyo wangu, nisikie kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwapo upole wa pendo, daima utashinda, uhuruni wako nisikie maneno, huachwi upweke. Nena kwa wana wako, waonyeshe njia, wajaze kwa furaha, fundisha wajifunze kutoa maisha kamili.
Mwaka mmoja nilimwalika dada yangu anayeniachia mimi kuzaliwa. Na huyu dada yangu alikuwa havai vizuri na wala alikuwa hana mpango kabisa na dini. Siku moja alinipigia simu kwamba anamhitaji mchungaji aongee naye, na mara baada ya kuongea na mchungaji mwenzangu, dada yangu akakubali Sabato inayofuata aje kanisani. Dada yangu kabisa, baada ya yeye amenizidi miaka 7. Basi nikamwambia mama mchungaji, Sabato hii tutakuwa na dada, na nikamkaribisha kanisa ambalo mimi nitakuwa nikihudumu hapo. Basi dada yangu alikuja, lakini kwa sababu ya mavazi yake alikuwa amevaa vibaya, na mimi sikumwona wala sikuonana naye. Akakutana na shemasi mlangoni, shemasi akamenda kumchukulia joho. Unajua wale wanaovaga wanakwaya. Wakati anamwambia dada yangu, huwezi kuingia hivyo, unapaswa uvae joho, dada yangu alikasirika sana, akagairi kuingia kwenye ibada, akaondoka. Sasa mimi nikiwa niko mbele na ubili, najisikia fahari. Nasema leo namshukuru Mungu, niko na dada yangu anayeniachia kuzaliwa. Naomba dada yangu mahala ulipo usimame. Sio ni mtu amesimama. Basi nikazuga kwamba labda ameenda sehemu. Tulipomaliza ibada nikampigia dada yangu, aliniambia hili neno: kwa aibu niliyoipata kanisani kwenu, sitakuja kuwa msabato. Mpaka hivi ninavyoongea na wewe, dada yangu sio msabato. Anakubali ukweli wote wa Wasabato, lakini kile kitendo alichotendewa mlangoni mpaka leo hii. Niliwaambia kwenye juma hili, mimi si share historia yangu kwa sababu nahitaji kuaibisha maisha yangu, lakini natamani nikwambie hivi: tumia hii fursa vizuri, na usiwe tayari kuruhusu mtu mwingine akatishe malengo ya wokovu wako, maana Mungu anayekuhitaji ni wewe. Yawezekana kabisa una aibu kubwa. Mimi dada yangu amepoteza hiyo nafasi, mpaka leo nimebaki kumuombea tu, na sijui mwishoni Mungu ataamueje maisha yake. Lakini mimi na wewe tuliopata bahati leo, chorus hii mimi naipenda sana. Maneno yake inasema, kila siku unene vile kwa upole, nongoneza kwa pole pole wapendo. Anasema daima Yesu utashinda. Uhuru wa Yesu, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Tuirudie hiyo chorus kisha niombe.